Kwa kuwa mwanadamu ni bidhaa inayohitajika, ili apatikane mwanadamu bora, ni lazima uweke utaratibu wakati wa kumtafuta huyo mwanadamu. Na mwanadamu anatafutwaje? Hakuna njia iliyokuwa salama isipokuwa ni ndoa. Ukikosea kwenye kumtafuta mwenza, manake ndio unaanza kutuharibia jamii. Yuko mtafiti mmoja kupitia Qur'ani na Sunna, alifanya utafiti, yeye mwishoni akatokea na maneno haya kwamba si kila mwanamume anafaa kuwa mume wa mtu, na si kila mwanamke anafaa kuwa mke wa mtu. Anayefaa kuwa mume wa mtu, anayefaa kuwa mke wa mtu wana sifa, na huyu bwana ameziainisha hizi sifa. Upande wa mwanamume anayefaa kuitwa mume wa mtu ana sifa 6, na upande wa mwanamke anayefaa kuitwa mke wa mtu ana sifa 13. Kwa kuwa dakika zenyewe ni chache, nitataja huku 3 na huku 3 ili tuende sawa. Sifa ya kwanza ya mwanaume anayefaa kuwa mume wa mtu, ambaye baadaye ndiyo atatuletea zalisho lilokuwa zuri za kijana ambaye atakuwa na maadili mazuri. Sifa ya kwanza, an yakuna muwahidan lillah, anatakiwa awe mcha Mungu, mwenye hofu na Mungu. Yani ukimpata mume ana hofu ya Mungu, huyu hawezi kuleta shida katika jamii. Mkewe amemdharau, mkewe amemkosea, mkewe amemletea ujeuri, jukumu la kumlisha huyu mke kwa mujibu wa dini ni la mume. Mke amefanya kosa kidogo, mume hawezi kutokuacha pesa ya matumizi nyumbani. Ameudhiwa, amekerwa, lakini matumizi anaacha kama kawaida. Asiyejitambua haachi, na akiulizwa anasema utakula jeuri yako. Huyu angetusubiri, si mume bora. Lakini kama ana hofu ya Mungu, atajua kabisa huyu ni mtoto wa watu, nimekabidhiwa, mambo yote yananihusu mimi, pamoja na udhaifu wake nitamchukua hivyo hivyo, atampa huduma zote anazostahili. Lakini sifa ya pili ya mwanaume bora ni ghaddu tarfi an baadhi zallat. Inatakiwa ayafumbie macho baadhi ya makosa ya mkewe. Huyo ni mume bora. Si kila kosa analolifanya mkeo unampatiliza, unamwadhibu, hapana. Na sifa ya tatu na ya mwisho kwa leo, an yakuna aminan. Inatakiwa mume bora awe muaminifu. Sisi katika dini huku tuna maandiko. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, balil insanu ala nafsihi basira, kila mtu anajijua mwenyewe namna alivyo. Kipimo cha uaminifu wako wewe mwenyewe, ukifika pale nyumbani jikague, hata simu yako unaiwekaje? Huwa unaiweka hivi ikiita ionekane, au